Clouds TV, empowering lives. Akamwambia Musa alikuwa amefika mwisho. Mungu akamwambia nini? Maadui unawaona leo hautawaona tena. Sasa hakumwambia atapigana na wao, hakumwambia atawaua, hakumwambia kuna kitu kitafanyika. Alimwambia maadui ambao unawaona leo hautawaona tena, but he never told him ni nini itafanyika, because kama ni general you need to know. Mungu amekuteua kuokose watu, you need to know from God, from here tunaenda wapi. Akamwambia Abraham, chukua mizigo, enda mpaka ile nchi nitakuonyesha. Sio ile nchi nilikuambia, nchi ile nitakuonyesha. Ukifika hapo ugodhi nako. Niambie tu uone kama Mungu. Sometimes Mungu anabihikaka kama kiujika tukimwangalia, si ndio? Maana anakuambia nenda mpaka ile nchi nitakubarikia. Uko the north, utaenda south, utaenda west, utaenda wapi? Sasa hapo unakuwa mjinga kama wajinga wale wengine. Sasa wewe unatembea tu ukisema haleluya. Sasa wewe unaenda tu. Sasa hujui kama umeenda north ndiko anataka, ama umeenda south ndiko ametaka, ama umeenda south. And this is what we call Christianity. A follower of Christ becomes blind when Christ enters. Kutoka hapo Christ anakuongoza. When you become blind, Bwana Yesu sana, when you become blind, God will ignite you na atakuongoza na roho wake. Maana tunafaa kukufa ndio roho achukue nafasi yake. Ndio ule mzamana idaga duda na Yesu anasema kufunga macho ni nini? Ndio kumjua Mungu. Kufunga macho ndio nini? Kukombolewa. Kufunga macho ndio nini? Kuokolewa. Mimi nilisikiliza hiyo wimbo ya huyo duda na Yesu mara mingi sana, nikarudia. Maana sikuwa naelewa huyo jamaa anaiba nini kutoka mwanzo mpaka mwisho ndio nikaona anasema kufuga macho ndio nini? Kumjua Mungu. Sasa hivyo kwa hivyo lazima uvuge macho. Na unafuga macho ya nini? Ya dhambi. Uache kuona mwanamke mzuri, uache kuona pesa mingi, uache kuona vitu ambavyo vinaonagwa na macho ya mwili, uanze kuona vitu vya kiroho. The moment you start seeing vitu vya kiroho, mahangaiko inaisha. Ambie mwenzako, God knows why. Yes, kwa hivyo ukimwambia hivyo, he knows why. And I know the reason umekuja hapa ni kwa sababu umeona ni kama Mungu alikusahau. God knows why you are going through what you are going through. Why the challenges you are facing. Why people have rejected you. Why people have refused you. Why business is not working. Why nobody wants to be associated with you. Why you have been rejected. God knows why. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unaweza kufikiria ni shetani. Unajua vita mingi tumepigana hapa, tumepigana vita ambazo ni za Mungu, lakini tunaonaga shetani. Pepo ishidwe. Na unaona hiyo pepo ishidwe haishidiki. The more unaita pepo ishidwe, more inaendelea kuwa bold. Unaita pepo ishidwe inaongeza nguvu. Pepo ishidwe yani the more you are calling God. Bako unahama kanisa hii unaona ni kama network ya hii kanisa haiviki mzuri, unakimbia. Bado unasema pepo ishidwe. Hai, bado ukitoka hapo unaenda kwa mwingine unakuta maisha imekuwa gumu. Bwana Yesu asifiwe sana. You better sit down. God does not appear to be glittering. Umeelewa? God does not appear to be glittering. God is very unique in his way. If God has directed you, listen first before you make a move. Listen to know whether God is in that move. What's important is not where you are going. What is very important, it is whether God is in that move. Abraham aliambiwa aende mpaka kule ataenda kubarikiwa. He was never told where. All what was important, it is God in the move. Akamwambia chukua mtoto wako umpeleke kwenye milima ya Moria. Ukifika huko kuna mlima nitakuonyesha. Hallelujah. It is not the knowledge that you have ya kule unaenda. You don't need to know. You don't need to know. You need only to understand. Is the move I'm making, is God in here? Ako ndani. Gai ethe ini wa ugodambiriria. Biashara yote da gwekari gai ethe ini wayo. Don't look at the profits that you're going to get. Don't look at the things that are going to happen in your life. Just ask God to know. Just tell him like Moses, I want to go, yes. But if you are not going with me, I want to go. Because if I try to go myself, I will not make it. If I try to go myself, I won't make it.
Abraham akaambiwa na Mungu, do not go with any one of your family. Akachukua Rutu kwa sababu ni mtoto wa brother yake. Angalia challenges zile alipatana nazo. Alipatana challenges ngumu sana because of not listening or trusting the journey. Because alichukua kijana ndiye akimuhuragira ng'ombe, aida kimpigia mabusi, aida kimchukia. Maana Abraham alikuwa tajiri, alikuwa na ngamia 500, punda 5,000, alikuwa na mang'ombe, alikuwa na mabusi wakitoka kwa baba yake. But the most unfortunate thing, hakuwa anajua kule anaenda. So that is why I think aliona ni vizuri niende na haka kijana igekenogera jari kakaheta todo diramenya kule diradi. You see that essence of not trusting God, because God wants you to trust him entirely, to trust him completely, not halfway, to trust him completely. Surrender to God, and the challenges you are facing, the problems you are facing, the diseases you are facing, the miscarriages you are facing, anything that is happening around you, hiyo vitu zote ambazo zimekuwa kwako zitaondoka. Because when God takes over you, when God takes over control ya maisha yako, hauhangaiki tena, mahangaiko inaisha. Maana unajua unaachia Mungu kila kitu. Hautakuwa unateseka, hautakuwa ukijiuliza maswali, hautakuwa ukijiuliza anything. There is nothing you ask because you know I am not going by myself. There is somebody controlling me. And I am not going because I wanted to go. I am going because somebody said I go. Hallelujah. When you know that secret, I am going because somebody somewhere said I go. Kwa hivyo bills ni zake, ni kila kitu ni chake, everything ni chake. Sasa wewe fanya nini? Walk. Na hata jifanye kipofu, tembea tu ukiwa kipofu, walk. He will guide you. He will not let you down. He will fight every battle because he knows ukiaguka ni yeye ataibika, ukichelewa ni yeye ataibika, ukikuwa confused ni yeye ataibika. When you surrender to God, you intimidate God. Umemweka kwa box. When you surrender to God, you allow God now aangaliwe na dunia mzima. Maana Musa alikuwa kireba, akamwambia Mungu, mimi siendi kama hatuendi na wewe. Mungu aliposikia hivyo akamwambia twende basi. Kutoka siku hiyo Musa tumekosa kidogo alikuwa anafanya, Mungu alikuwa anakimbia haraka sana asiaibike. Musa akaanza kulia, Mungu alikimbia haraka akamuuliza wewe kilimo gike nikioreka kwa Jonolithia. Mungu hakuwa na save Musa ni aibu. Maana Mungu ndiye alienda kaambia watu, mimi nimetumwa na huyu mzee, mimi nimetumwa tuanze safari. Na Mungu akaanza kuongea na wakaona kweli. Kwa hivyo whatever mistake Musa alifanya, Mungu alikuwaga wa kwanza kuja kuirekebisha, ndio asiaibike. Maana kila mtu anasema ni Mungu anatumia mtu. Alafu the good thing, jamaa akakuwa ni kigugumizi, hakuwa anaelewa chochote. Kwa hivyo watu walimuunderstand hiki unavyotiyo dokio eneka yoragetaidia. So unakuta because Musa surrendered to God na akakubali kutembea venye Mungu alitaka, naye Mungu alikuwa involved kwa kila kitu. Kumbuka wakati sister yake alikuja kumkejeli, akamuuliza namna gani, kwani wewe tu ndio Mungu anatumiaga? Sister yake alifanywaje? Alifinywa haraka na Mungu, na hiyo story kaishia. Na ni kwa sababu ya kutafuta bibi anaitwa Ketura. Ketura alikuwa mwanamke ni Mkushite. Kushites, Wakushi ndio wako Ethiopia, na Wakushi sasa ndio wanaitangwa the Bantu. So Moses married a Bantu. Bwana Yesu, Wakushi in the Bible means the Bantu people. Sasa hao ndio alioa, labda alioa Kamuluya, ama alioa Kamugikuyu, ama Kamukamba, ama alioa Kamugiriama. Hao ndio alioa. Unajua watu wanaonaga Biblia wanaipeleka kule Israeli. Biblia iko hapa. It is here with us here. Biblia it is Ethiopia, Kenya, mpaka South Africa, kupada hivyo mpaka Sudan, mpaka Egypt. Egypt kulikuwa na Waarabu, kulikuwa na black people, Wanubi, hawa wanakaaba hapa Kibera. Na hao ndio walikuwa wameshika watoto wa Israeli mateka. Na ndio nana walilaaniwa. Hallelujah. Ndio maana walilaaniwa. They will never see peace. They will never see what? They will never see peace because of that they were cast. Hallelujah. Sinai iko wapi? Sinai iko Egypt. Saa hii iko Egypt. Hallelujah. Saa hii iko wapi? Egypt. Wakati wa Mungu alikuja kuwaokoa, waliambiwa wapake milango yao nini? Damu. Wakateremuka wakienda Zion. Kuteremuka ni kwenda wapi? Kutoka Egypt. Kutoka Sinai. Kuteremuka ni kwenda wapi? Ni Sudan. Wakateremuka Ethiopia. Wakateremuka Kenya. Wakateremuka hivyo. Hawakuenda na huko, walirudi na chini. Maana kwenda na huko ni north. Walirudi na nini?
Kwa hivyo walipopaka mirago wakakuja wakaokolewa, waliteremka wakiteremka na Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio unapata mlima ule huko mrefu ambao huko kwa Biblia unaitwa Zion, ni mlima wa Kenya, mlima Mount Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na waliteremka wakikuja Zion. Walipofika Zion, na Zion iko katikati ya dunia. Hata kama tuchukue Zion tuipeleke Israeli saa hii, Israeli iko katikati ya dunia kweli? Iko North Pole. Where is the middle of the world? Ni ikweta pale, ikweta imepitia, na hapo ndio Mount Kenya iko. Kwa hivyo Zion ni gani? Ni hii iko hapa. Lakini walitaka sasa kutugeuzia, kutuonyesha ni na huko juu. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why Kenya is so crucial in the transition of the world. Saa hii dunia mzima inamulika Kenya. Dunia mzima, Israeli inamulika Kenya, Amerika inamulika Kenya, wao watu wa shetani wanuadoda wanamulika Kenya. Until you are able to understand the systems how they operate, you will not be able to fight this battle on the win. You can't be able to fight this battle on the win until you are able to understand. Bwana Yesu asifiwe sana. And when they understood, when mkiwa mna that setup ambazo zinafanyikanga, they also set people like kama hapa hatukusetua watu ordinary. Wale walikuja kutupiga hapa, they were not ordinary people. Hallelujah. Ni watu walikuwa spiritually powerful in that kingdom. Ni wa huko lakini kanakuja kudepend kukaa hapa, unaona tu ni kama mtu kawaida. And when you are seeing things are happening, they are not just happening. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe unaona mtu unamhebelia, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kumbe ni nyoka zilizotumwa zikuje kuhangaisha wewe. So you will be praying and praying and praying. Utaenda kwa nyumba hii kuombewa, unaenda kwa nyumba hii kuombewa, unaenda kwa nyumba hii kuombewa, unaenda kwa nyumba hii kuombewa, and nothing is happening until you are able to discern. Until you are able to sit down with that person. Don't run away from your enemy. Bring them closer. Don't chase them. Mpaka wakati you are sure umemkamata na mizizi yake yote umekata. Sasa hiyo ndio utamfukuza. Lakini kama hujakata mzizi atamelea huko na atakuja akiwa ukimfukuza alikuwa. Na sasa wewe umetoka kwa hiyo kirani ya kupenda hawa wa mama. Ukiona dansa kudansi hivi, utajikuta umemunyo haraka. By the time you realize, maana wanajua you are capable of coming out, watakugoga before any plan. Watakugoga immediately. So for you to win a battle, understand the battle you are fighting. Understand the kind of people around you. Understand each and every person. Ametumwa kwa sababu gani? Hallelujah. Ametumwa na nini? Ako na silaha gani? Ako na mipango gani? Usiweke nyoka bali, itakupakia na itakumaliza. Iweke karibu. Katika kanisa yote ama dhehebu yote ama where there is a ministry inazungumzia mambo ya madhabahu, it is very crucial for you to understand each and everything that is happening around there. Hii speaker unaona hapa, hii ni madhabahu. Haka kakitu haka ni kama madhabahu. Hii ni madhabahu. Because you are dealing with altars. Anything around you, hata hiyo nguo umevaa ni madhabahu. You need to look at them that from the spiritual angle. Don't look at them from the physical angle. Look at them from the spiritual angle. Every move of a king, every move of a king is a statement. Mnanielewa? That there is that person that will come in your life and harvest your energy. Sio kimwanaume kyote kinakuwa kimwanaume kizuri, na sio kimwanamke kyote kinakuwa kinamke kizuri, na sio mfanyikazi wote anakuwa mfanyikazi mzuri. No, there are people saying designated for the assignment. Wako hapa because they have an assignment. They have a program. They have come to do something. Amekuja. Na kwa hivyo lazima ajiassign na ajiplace in a strategic position ya kuweza kufanya hizo vitu zote. Hallelujah. So unafikiria kwa unaonaga ni kianti kile kenu ni nani? Kumbe ni Bwana yako anakufanyaga hizo vitu. Alitumwa specifically. In the book of Jeremiah inasema, before you were born I knew you. I set you apart, sanctified you and consecrated you. So God knows you. The same as the way God knows you, there is a demon assigned against your life. There is a demon somewhere assigned for the purposes that God knows you. So wakati Jeremiah alitengenezeka, akakuwa mtu assigned for the purposes, again they were born. Kuna mtu alizaliwa, anatembeanga, alizaliwa. Wakati Jeremiah alizaliwa, the very day Jeremiah alizaliwa, ndivyo hiyo demon ilizaliwa.
imekuwa ikitembea na Yeremia pole pole. Mahali Yeremia akienda inatembea, akikaa kinakaa. Yeremia akiamuka inaamuka, because there is somebody assigned in your life to destroy you. Wakati ulizaliwa, you are not alone. They know who you are. They know your capacity. So they assigned somebody to deal with you, because they are not interested with their body. They are not interested with you. They are interested with the spirit that is in you. Ile kitu wako nayo haja sana ni nini iko ndani yako? Ni power gani Mungu amekutuma? Maana kila mtu alipokuja duniani alikuja with an assignment from heaven. So pande wa shetani now, they assigned their own to counter the assignment. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaonanga unaendanga kunaenda unapanda unaenda vizuri, unakuta kuna kitu kinakuja kinakuagusha. That is, there are people specifically assigned for that project. Wamebeba hiyo spirit. Kuna watu hawakuzaliwa. Kuna watu unaweza kuona anafikiria ni mtu, kumbe ni mtu nusu, na nusu kubwa yake ni spirit. There are people who are spirits. Alafu sasa niambie, umeoa mwanamke ambaye ni spirit. Usiku ukilala ukianza kungorota, anahama anaenda Brazil. Mtakutana naye saa 12 akikupigia chai. Na anakufanya ulale. Na hata vitoto vingine unakutanga kuna kitoto kinaigiaga, wanaendanga out of body experience, out of body. Anaondoa mwili, anaenda Nicaragua, anaenda Amerika. Usiku mzima kwa Amerika. Kukienda kukia anakuja. Unakutanga huyo mtoto hata ukimunyagunya hawezi amuka, amela, because it is the body left there. Ashaenda. Utake imagine uhikite githuri kia muthemba kiu. Uhikite ni githuri kia muthemba kiu. Nikijini, nikepepo, nikiroho hau. Anakuacha, na lazima wata make sure wamekogonia, hautajisikia mpaka wakati watamaliza huko ndio wanarudi. Check on the connections, what is happening behind the scenes. What is happening in your life? That is when nimekwambia God knows why. You don't know. Only God can know. Only God can know. Bwana Yesu asifiwe sana. The world is very dynamic and the world is very spiritual. Mwambie mwenzako, God knows why. So, ingia deep to God. Ingia deep to God. The thing that you think Mungu ako, utakuta Mungu hayuko. The thing that you think they are good, they are not good. The thing that you think that not existing, they are existing. There are people who are spiritual. Yani ni si binadamu, lakini unamuona, lakini si binadamu, ni spirit. Just as we see Jesus is a spirit. Maana ni Roho Mtakatifu alidungana miba. Pia kuna watu wa kudugwa miba na roho wa shetani. Unabeba miba, uliota, umelala na mwanaume, the spiritual husband, na ukadugwa miba. Through to it, unaona tumbo imeanza kuenda juu. Hicho kitoto ni kijini, ni kitoto kia kiroho. Bwana asifiwe sana. Ni kitoto kia kiroho. Na hicho kitoto ndio kinasubuaga watu. Na ndio hao tunaletaga ma spiritual wife, spiritual husband, na kinakujaga kinahagaisha hata biashara yako. Kinahagaisha kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawa watu ndio wanakuaga subua, wanasubua, and they are sent. Buanga wanatumwa. Ni venye sasa wakikutana na mtu kama mimi, mtu mkali, unashindwa mishoni yako. Unashindwa. So whatever that is happening in your life, don't look at it just physically. Get deeper to it. Understand. Ni kwa nini? Ni gwowe kiori. Ni gwoje kagamayari. Ni gwowe what could have happened. Nike mudurumeke wako mire naki. Okay motu. Durafata raigire. Okay motu. Kikakuweka bego huko ndani. Sasa hiyo bego ndio inafanyaka kazi. Bwana asifiwe sana. Ni huyo mzee ni bwana yako lakini si bwana, anakuaga hewa. Ni mke wako lakini si mke, anakuaga hewa. Ni mtu mnafanya naye biashara lakini ni hewa. Kuna watu unafanya nayo biashara lakini ni hewa. Hayukuagi, hakuagi. Is not a human being. 1 minute amedisappear, 1 minute yuko. 1 minute amedisappear, 1 minute yuko. Na uragie nikekelea biashara yako. Sio kama mnanielewa? Leo nimekuwa complicated. Mumenielewa kitu? So, Jacob lived in the land of father sojourning in the land of Canaan. There are generations of Jacob, Joseph, being 17 years old,
was pasturing the flock with his brothers. He was a boy with the sons of Bilhah and Zilpah, his father's wives, and Joseph brought a bad report of them to their father. Now Israel loved Joseph more than any other. Genesis 37. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peacefully of him. When they discovered that you are loved, when they discovered that you are loved, when they discovered you are not a human being, you are not a normal man, you have a unique gifting from God. Because they don't attack you as a person. They will attack the uniqueness in you. Hicho kitu ambacho kiko ndani yako, because there is a star. Na ndio naona huyu analipa 50,000 kuchukua star yako. Na ata harvest Kenya mzima. Na by the time amalize kila mtu atakuwa tutam. He knows how to do it. And that is why God naye Mungu ametuambia tuzunguke tukivuja hiyo madhabahu. Sijui kama mtakubali. Kama mlima mlishitwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because now tumeondoka kwenye vita vya kura. Tumiko kwenye spiritual warfare. Ni vita vya kiroho. Si kura itachagua Ruto. Hata si kura ilichagua Ruto. Mlitendewa kizingaombwe, hata mimi nilikuwa kwa hiyo timu. Si uchawi, ni maombi. Si uchawi, ni maombi. Talirikana leo inete hali hakuja. Si uchawi, atigainigwa mawa ya maito. Si uchawi. Mungu amesikia maombi yetu. Mungu gani? Na mlitendewa, mlifungwa. Aliingia kwa makanisa yote akitoa. Hivyo unaona sasa nafanya. Aliingia kwenye makanisa yote akitoa dhabihu ya kukamata makanisa yote, akainunua akaiweka kwa mfuko. Akaenda, mke wake alikuwa anafanya kitu inaitwa table banking, akaenda kwa wamama wote. Alafu kuna mashehe wawili wa kutoka Tanzania, Dar es Salaam, mahali panaitwa Muvinjeni, wakakuja wakazika mbuzi aliye hai kila county headquarter in Kenya. Waliletwa na Oscar Sudi. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how our Kenya country imezikwa kwenye kaburi la kishetani. That's how deep we are, down there. And we must do something to change this. We must do something to change this. Hizo madhabahu zote Mungu alinionyesha. Ndio uliona nilienda kwanza kung'oa madhabahu ya Wamasai kwa mlima. Sendeyo na Lenana na Batiani. Because hapo ndio walitufukia. Sasa hiyo imeondoka. Umeona the uncovering, unaona the revival ile imeanza kukuja. Changes, atmosphere imebadilika, kila kitu imechange. And you are going to see more and more powerful things happening. And more exposure is happening. Until Kenya itasimama vizuri, and we are going to win this battle. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what I'm telling you. Before you start grasshopping, because most of you can see you are grasshoppers. Unajua grasshoppers ni nani? Church hopping. Ya kuruka kutoka hapa kwenda hapa. Sit down and understand the concept, the spiritual concept. What is affirmation? So they hated Joseph because God, the father loved him. They didn't know, hawakumchukia kwa sababu ana maumbile mazuri. Hawakumchukia kwa sababu sura yake ni mzuri. Walimchukia kwa sababu ya kupendwa. Alipendwa kwa nini? Kwa sababu si mtu wa kawaida. Unapendwa kwa sababu hauna ukawaida ndani yako. Kuna kitu kinavutia watu wakupende. Sasa hicho ndicho kilisababisha wakuchukie. Hicho ndicho kilisababisha wachukie huyu kijana. Alipomchukia, ikasemekana namna gani? Now Joseph had a dream. Sasa combination hiyo. Now Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. So hawakuwa wanajua ni kwa nini wanamuhate until alifungua mdomo yake. Akasema I had a dream. They didn't know. They hated him. Nilikuchukia bure. Lakini until ulifungua mdomo yako ukanipatia, ukaniambia this is the reason you hate me. I have a dream. Mimi si mtu wa kawaida. Mimi ni mtu heavenly anointed, heavenly appointed. That dream ambao ulikuwa nayo, that thing that happened in your life, that is why your brothers hated you.
That is why they started fighting you. That is why your sister fight you. That is why your cousins, your uncles fought you, because you are not an ordinary person. Kuna kitu iko ndani yako. That is why they planted somebody to come and kill you, to destroy you. So they hated him even more. Already they had hated him. But when alisema, I have a dream, the hate increased. Now they know why they need to hate him, because of the dream. Until this box is opened, they will hate you but not do an effect on you. Hallelujah. Walianza kukupiga na walifaulu kukupiga wakati walikuelewa wewe ni nani. Lakini kabla ya hivyo hawange kupiga. Walikuwa najua wewe ni mtu unique, lakini hawawezi kukupiga because they don't know what to attack. Until he said, I got a dream, that is now, wakapata nafasi, wakajua this is now where to attack. Mlango ikafunguka, they attacked. Ndio naambiwa, not every person is told the dream that you have. Not every people. Bwana Yesu asifiwe sana. The more we are moving, angalia zile vita tumekutana nayo tangu tuanze hii. Wakati nilikuwa pale City Stadium, hawakuwa na shughuli na mimi hata kidogo. Maana kalikuwa kanisa kadogo na walikuwa wamenijua, wamenicontain kwa hako. Lakini wakati nilikuja hapa, vita viliinuka from all quarters. But the good thing, as these vitas in our from all quarters, there is something very special that is happening in my life, spiritual life. God is winning my battles every single day. Yani mkienda kule kwa kona, mwambie what I'm going through, mtaenda nyumbani mkijua Waruinge ameisha. Lakini tena mnakutana na Waruinge alifika hapa saa 10 asubuhi. Why? It is not me. It is until God takes over your battles. Until God takes over your battles, you are not safe. It is for you now to do like Moses, anaambia Mungu, siondoki mpaka tuondoke na wewe. Siendi mahali mpaka tuende na wewe. Bwana Yesu asifiwe. I have to go with you. Because the journey naenda sio journey ya kawaida. It is not journey ya kawaida. It's a spiritual journey that requires the hand of God. Number 2, be obedient to what God says. He said, listen to the dream I had. Listen to the dream I had. Hello? Tell your neighbor, God knows why. Tuendelee, please. We were all in the field. We, underline that. We were in where? We were all. Understand that statement. It is not just a simple statement. We were all. Not I was. Not you were. We were all. Tulikuwa sisi zote. Lakini sasa understand. We were all in the field trying up sheaves of wheat. When my sheaf got up and stood up straight, yours formed a circle around mine and bowed down to it. That is the most dangerous statement you can make to a weird person. We were all. Yagu ikasimama, zenu zikainama, zika bow down. Unaambia hawa watu namna gani? Nyinyi ni watumwa wangu. Hallelujah. Your dream, if interpreted, it will cause you to die. And this is the beginning of the downfall of Joseph. This is the beginning of the tribulations that Joseph walikutana nazo. The dream that we were all. So he was literally trying to tell these people, God has chosen me over you. And this is the cause of the problems. This is the cause of challenges that we face in our lives. This is the cause of challenges we face in our marriages. Your sisters are not married. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiki kimjamaa afa wewe umeolewa, na hiki kimjamaa kimekuoa, hakikuwa kinakuja kwa sababu yako. Kilikuwa kimekuja kutembea kwa sababu ya sister ule mkubwa. Lakini alipofika kule maidi kacheji kaona kaka neko. Oyo niwe kwenda. Ona lina irema moko na magoro. You see, this man was not coming because of you. He was coming because of her. But alipofika nyota zikashikana, macho ikawinga kwako.
Sasa tumemwacha yule ambaye alifanya mimi nikuje. What will happen between me and you? Utakufa. Because you are not the reason of this man coming. Umekuja, umebadilisha. Yani kuna kitu kimebadilishwa, kimeibiwa. Hallelujah. So it is very prudent when you are doing anything, use a lot of knowledge. That is why cunning is very important. Be cunning. Wacha kukua too open on anything you are doing. Be smart. Change tax. Change. Una change. When you unajua uko na dream kubwa, don't expose all of it. Endo kirelease kidogo kidogo. Ukiona hii ni ya wakati huu release, hii ni ya wakati huu release, hii ni ya wakati huu release. Lakini ukiachilia yote, watakupagia na watakumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 8 please, quickly. Do you think you are going to be a king and a rule of us? That's a question. That's a very dangerous question again. Yani unataka kutabia utakuwa mfalme sasa utuokoze. Nani amesema? Amesema sheaves yangu ikasimama lakini zanyu zikainama. Hajaongea mambo ya kingdom, but look at the interpretation straight away. The spirit has already interpreted for them. Ikawaambia huyu jamaa ndiye atakuja kukuwa kiongozi wenu. Now you have to deal with him now, kabla hajakuwa kiongozi. So you are dealt with immediately they discover who you are. Na wakumalize, na wakuangamize. Bwana Yesu asifiwe sana. His brothers asked, so they hated him even more because of his dream and because of what he said about them. So when you are speaking mambo mazuri, usifikirie ndivyo wanakupenda. Wanaendelea kukuchukia. Sasa ukisikia Ndura anaongea maneno anaongeaga ile maneno anaongeaga, hata mimi naendelea kusikiliza ile kitu nimeongea. Maana I even don't understand myself. Nani alianzisha problem ya Joseph? It is not the brothers, but who? The father. Maana the father ndiye aliuliza, yani unataka kumaanisha utatawala? Hiyo tu, unataka kumaanisha utatawala? Mlango kafunguka. Your father can open a dangerous door to you. You can open a dangerous door to your children. Whatever you speak, when you quip, yani ile kuquip, haya, hiyo tu peke yake imemaliza mtoto wako. Ukasikia mtu akisema umeanzisha kitu, usikia amestuka kidogo, ni mlango umefunguka. Si kustuka amestuka, ni mgambo kama ukafunguka na vita vimekuanzia kutoka siku hiyo. Kama ukisikia amemaka, kibia sana na dhabihu, enda kwa madhabahu, fuka hiyo mara moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Fuka hiyo kuquip. Kama Joseph angejua, afuge hiyo mara moja. Kama Abraham angejua wakati Mungu alimwambia kizazi chako kitaenda kwa utumwa wa miaka 400 na hakuwa na mtoto, kama angejua angeenda simamisha hiyo mara moja. Mtu mwerevu na ni mwerevu na mpenda sana ni Kaini. Kaini wakati alisomewa mashtaka yote alisema Mungu hiyo siwezani nayo. Alikataa. Na ndio naona Kaini ndiye amezaa nani? Enosh, ndiye amezaa Enoch, wamejenga mpaka city. Kaini, mtu amelaniwa lakini amejenga city. Maana alikataa. Alisema no. Hiyo mzigo ni kali sana. Haijalishi chochote ambacho kwa sababu nimetoa dhabihu I'm guaranteed to live. No. Abel alitoa dhabihu iliyokubalika lakini alikufa. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a way you must connect yourself with the promises of God and the systems of God. And this is what can lead you and become. Bethel Clouds TV.